Mambo zenu, karibuni tena kwenye Deni la Fikra. Kwanza kabisa, heri ya mwaka mpya. Tunapoingia katika mwaka huu mpya, ninayo furaha kubwa kuwa nawe tena. Hasa tunapokutana kila Ijumaa kuzungumzia jambo ambalo wengi wetu tunalibeba kimya kimya kwenye sehemu zetu za kazi, majumbani na katika mahusiano yetu. Deni la Fikra. Deni la fikra hujijenga pale tunapojishawishi kila mara kujisukuma zaidi, kupumzika baadaye na kupuuzia mipaka yetu. Ni imani kwamba tija ndiyo kipimo cha thamani yetu na kwamba uchovu ni sehemu ya mafanikio. Kadri muda unavyopita, mawazo haya hujilimbikiza bila kushughulikiwa hadi yanaanza kugharimu ustawi wetu. Mahali pa kazi, deni la fikra hujitokeza kama uchovu uliovikwa sura ya kujitoa. Ukisikika ukisema, nitapumzika baada ya hiki kikao au ratiba, au wengine wote wanaweza, basi na mimi nitaweza. Huonekana kama upo kimwili kazini, lakini kiakili ukiwa umechoka, kihisia ukiwa uko mbali, na ukiwa umelemewa kila wakati. Ustawi hauhusishi tu wanachama wa gym au likizo ya mwaka. Unahusu jinsi tunavyofikiri, jinsi tunavyoweka mipaka na jinsi tunavyojitendea tunapokumbwa na shinikizo kubwa. Mtazamo mzuri wa ustawi kazini hutoa nafasi ya kupumzika, kuomba msaada na kuwa binadamu, sio tu kuwa mfanisi. Tunapoanza mwaka huu, na iwe mwaliko wa kusimama na kutafakari. Ni imani zipi unazobeba ambazo hazisaidii tena afya yako ya akili? Ni matarajio yapi unahitaji kuacha ili kulinda utulivu wako wa akili? Kushughulikia deni la fikra hakumaanishi kuacha kazi au kuua ndoto zako. Kunamaanisha kufafanua upya mafanikio kwa njia inayojumuisha afya yako, amani yako na uendelevu wako wa muda mrefu. Kumbuka, deni la fikra ni la kweli, lakini pia nguvu ya kulivunja unayo. Mpaka wakati mwingine, jifunze upya, jikomboe, jirekebishe kwa utulivu wako wa akili.